everything we experience in our lives of salvation ni ya kwamba kila kitu ambacho tunakihisi na kupitia katika maisha yetu ya wokovu is dependent on how serious you take God. inategemea jinsi vile unamchukulia Mungu kwa njia ya kumaanisha. Hallelujah. Hallelujah. That the level of the experience you have in God ya kwamba kiwango kile cha kuweza kupatana kumuhisi Mungu is determined by the level of the seriousness you take God. kinaamriwa na kiwango cha kumaanisha kile unachomchukulia Mungu nacho. That is the only difference between two Christians. Hiyo ndio tofauti tu kati ya Wakristo wawili. Kati ya Wakristo wawili ni viwango vyao vya kumaanisha katika uhusiano wao na Mungu. Inaweza kuwafanya wachukue muda na wafikirie. Sema hii jambo. Na mambo kama haya yanaguza Mungu sana. Ya kwamba unaweza kuchukua nafasi na ukatafakari tu juu ya uzuri wake, mambo ambayo alafu unajikuta unamnenea back, unamuongelesha back, unamwambia Mungu ni asante. Hiyo nimepita. Mungu ni asante. Mungu ni asante. Nyakati hizo za kujitenga na kutenga mawazo yako na kutenga matendo yako, you set aside your mind, unatenga, unaeka kando nia yako for God, kwa ajili ya towards God, kumwelekea Mungu. Those are the things that are very important to God. Hivyo ndivyo vitu vilivyo vya muhimu sana kwa Mungu. They actually determine the quality of what you experience from God. Vinaweza kuamua ule ubora wa kile ambacho unapata kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now I want us to hear testimony. Nataka tusikie ushuhuda. Because I know the Lord has done things. Kwa sababu najua Bwana amefanya vitu. One of the daughters of the Lord called me. Mojawapo wa binti wa Bwana alinipigia. Bishop, na akaniambia, askofu, you are talking about restoration. Unazungumza kuhusu urejesho. And indeed, na kwa hakika God, Mungu, is fulfilling his word. Analitimiza neno lake. And he has fulfilled his word. Na ametimiza neno lake in my life, katika maisha yangu, in my family, katika familia yangu, in a manner that we never thought. katika namna ambayo hatukuwahi wazia. Sasa maybe other people thought, but for her she never thought. Huenda watu wengine walidhania hivyo, lakini kwake yeye hakuwahi dhani hivyo. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Allow me to share that testimony on her behalf. Niruhusu nishiriki huo ushuhuda kwa niaba yake. She told me, aliniambia, that she has been, after having sorted out the issue of the children school fees, baada ya kuwa ameweza kushughulikia ile hoja ya karo ya shule ya watoto wake, ndani ya moyo wake akaona ya kwamba she decided that okay, akaamua ya kwamba things may be tough but I will just struggle. Ya kwamba mambo huenda ni magumu, lakini nitangangana tu. Then she says, kisha nasema, God in his own way, Mungu and kwa she njia didn't know yake mwenyewe, how things would improve. Na hakujua vile mambo yataboreka. And somehow, na kwa namna fulani hivi, God has shocked them. Mungu amewashangaza. Because she says, let me say yesterday, kwa sababu anasema jana, they received a call. Walipokea simu. This week. Juma hili. And some people called the husband. Na watu fulani wakampigia mmeo. Because they do the business together. Kwa sababu wanafanya biashara pamoja. And indeed, na kwa hakika, when she says her husband, anaposema mme wake, she knows that if my husband receives a good thing, anajua ya kwamba ikiwa mme wangu atapokea kitu kizuri, then my family has received a good thing. Basi familia yangu imepokea kitu kizuri.
So she says, Kwa hivyo anasema some people called the husband baadhi ya watu wakampigia mme wake and told the husband, na wakamwambia mme now we wake have checked ya kwamba tumeangalia and we've realized in our records na tumegundua katika rekodi yetu that we owe you ya kwamba sisi ni wadeni wako, tuna deni lako, over 2 million Kenya shillings. tuna deni lako la zaidi ya shilingi milioni 2 Now taslimu the pesa za husband could Kenya. not remember. Huyo mwanamume wake hangeliweza kukumbuka. Are you yani mtu amechukua deni, amekuwa na deni yako na imekaa for over 2 years Zaidi ya miaka 2 and he could not be able to remember. na hangeliweza kukumbuka. Then yesterday, Kisha jana when it is not in their thought, wakati haipo kwenye mawazo yao, you know there are times you say, no, I know our what we have. unajua kuna wakati mwingine unasema Let us do with what we have. najua So kile tulicho unaamua nacho. kupambana. Kuendelea tu. Mungu atafungua njia siku moja. Kisha Mungu anaguza mtu. Praise the Lord. Amen. And she says, Na nasema now he's just told me now that in fact they have paid that money now. na ameniambia tu sahihi kwa hakika kwamba wamelipa hiyo pesa. Sio ati wamekumbuka alafu wakasema ya kwamba we are working on it. Hawakukumbuka na wakasema ati tunaifanyia kazi. They remembered and the Lord has pushed them to pay it. Walikumbuka na Bwana akawasukuma kuilipa. No, it is a big testimony for her. Ni ushuhuda mkubwa kwake. She said, Anasema I have called another sister just to tell her, kumbe this thing urejesho, this restoration, kumbe it is real. nimempigia tu dada mwingine and it has come very fast. uhalisi na imekuja. Somebody imetimika kwa clap to haraka. Jesus. Mtu mpigie Yesu makofi. Somebody celebrate Jesus. No. I told you the reason why. Yeah, just keep on standing. Endeleeni tu kusimama. You are beginning to respond well. Mnaanza kuitikia vyema sasa. You are coming out of being complacent. Mnatoka kutoka kwa kutokuridhika. Mtu ambaye somebody who is complacent, mtu ambaye ameridhika, vitu za Mungu hazimguzi. Yani ile hali yako, sensitivity yako kwa mambo ya Mungu inakuwa dull. Uwezi ona hata ukisikia hata kiwete ametembea, akili yako imefungana mpaka unafikiria kwamba hizo ni vitu za kawaida. Nani ananipata? No, vitu zingine zinafanyika mpaka unasema kwamba si ni kawaida, lazima tukule. Kawaida lazima tuvae, lazima tuamuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let us clap to Jesus. Wacha tumpigie Yesu makofi. There are things that God will restore to you. Kuna vitu ambavyo Mungu atakurejeshea. They will not happen because of your husband. Vitafanyika kwa They sababu will ya mume happen wako. because of you. Vitafanyika kwa sababu yako. Amen. No, you see, unaona, certain time, just as we are standing, wakati kama huo tukiwa tumesimama, sometimes Christians become very careless. wakati mwingine Wakristo wanafanyika watu wasojali. I was speaking to some very serious senior servants of God. Nilikuwa nazungumza na watumishi wa Mungu waandamizi And I was kabisa. telling them about commitment, how you need to pray and so. Nilikuwa nawaambia namna ya kuhusu kujitolea na vile nahitaji kuomba. Some of them would listen to our prayer. Wengine wao wangesikiliza maombi yetu. I actually asked about our Sunday prayer. The technical team can witness. I was looking for it because I wanted to listen to it again. The prayer that we did in the morning. Nilikuwa natafuta lile ombi tuliloomba hapa Jumapili asubuhi, nilikuwa nalitafuta, nikauliza kikundi cha mafundo wa mitambo. Kwa hivyo watu wengine, when they heard we had a very serious prayer, waliposikia kwamba tulikuwa na kipindi cha maombi cha kumaanisha, wakasema, "Hey, what type of that's very serious
serious. What type of prayer is that? Aina gani ya kumaanisha, maombi ya kumaanisha namna Then gani? I was telling them that, you people sometimes you become so careless Na nikawaambia, unajua ninyi watu wengine wakati mwingine mnakuwa tu watu msojali, that you don't even care to pray, ya kwamba hata hamjali kuomba, thinking that the man of God is praying for you. mkidhania kwamba manabii wa Mungu The wanawaombea. prophet of God cannot be saved on your behalf. Nabii wa Mungu hawezi kuokolewa kwa niaba yako. He cannot read the word of God on your behalf. Hawezi kulisoma neno la Mungu kwa He niaba yako. cannot pray on your behalf. Hawezi omba kwa niaba yako. He can pray for you. Anaweza kukuombea. And that fact that he prays for you Na kweli kwamba anakuombea does not make you careless that you cannot pray. haikufanyi uwe mtu wa You have a usiojali kwamba huwezi omba. life. You have a life to live before God Una maisha ya kuishi mbele za Mungu as a child of God. kama mtoto wa Mungu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So I told them, you people, you will suffer very much. Nikawaambia ninyi watu mtateseka sana. And when the mega prophet said that, one day you will just realize that I was never with you people. Na wakati manabii wa Bwana wanasema kwamba siku moja mtagundua tu kwamba sikuwahi kuwa You just nanyi. realize that no, I was so different. Mtagundua tu kwamba nilikuwa tofauti sana. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Because some people say, no, you cannot do that. You cannot do that. No, Wengine some of us, wanasema I know huwezi fanya sometimes hivyo. you even think that we cannot pray for the mega prophets of God. Unajua wengine wetu huwa tunadhani kwamba hatuwezi kuwaombea How manabii wa many? Mungu. How many? No. You say, no, they are too holy to be prayed for. Mnasema hao ni watakatifu Oh, sana no. wa kuombewa. Hapana. No. Hapana. No. Hapana. You don't pray. You need to pray. Nahitaji Now, kuomba. Paul the apostle is saying, Sasa Paulo mitume anasema, I cry that you may pray for us, ninalia kwamba mpate kutuombea so that the Lord can give us boldness and utterance. What to say? ya kwamba Mungu akaweze kutupatia ujasiri na kile cha kusema. No. In this church, we don't pray like that. We don't Unajua kwa bind hili demons. kanisa hatuombi hivyo, hatukemei mapepo, hatufungi mapepo. Now, what is the difference between the demon Je, tofauti kati ya pepo sleeping with you akiwa nalala nawe and you rebuking the demon na wewe ukimkemea pepo and he goes away? na Which akwende life do you zake? like? Je, ni maisha gani unayoyapenda? Let us clap to Jesus. Wacha tumpigie Yesu makofi. Be seated. Tuketi. I'm going to speak to us very briefly, Naenda kuzungumza nasi kwa ufupi, and I want to assure all of you na nataka nituhakikishie sote that when God is speaking to us about restoration ya kwamba wakati Mungu anazungumza nasi kuhusu urejesho and He allows you to sit here as an individual, na nakuruhusu keti hapa kama mtu binafsi, it is you God is concerned about ni wewe ambaye Mungu anashughulika kuhusu as an individual. kama mtu He binafsi. cares for you. Anakujali, He feels for you. anahisi kwa niaba He yako, desires good things for you. anatamani vitu vingi kwa ajili yako. Salvation Wokovu is not a life of suffering. si maisha ya kuteseka. Suffering Mateso is caused by two things. inasababishwa na vitu viwili. It can be caused Inaweza sababishwa by trials. na majaribu. And I told us, Na nikatuambia, God cannot allow a weak Christian to be tried. na nikatuambia kwamba Mungu hawezi ruhusu Mkristo God mdhaifu can only allow kujaribiwa. you to be tried to the level you can overcome. Mungu anaweza tu kuruhusu ujaribiwe hadi kwa kiwango kile ambacho unaweza kushinda. So you cannot live a careless Christian life Kwa hivyo hawezi kuishi maisha ya kiholela ya and Kikristo go through problems and sufferings na upitie matatizo na mateso and you levy it on God. na kisha umlaumu Mungu That God has allowed Satan to try me. ati Mungu amemruhusu shetani kunijaribu. Not at all. Si hivyo kabisa. That is not the character of God. Hiyo siyo tabia ya Mungu. He can only allow you to go through something Anaweza tu kuruhusu upitie when He kitu knows that He has deposited in you wakati anafahamu kwamba amewekeza the ndani ability mwako uweza to deal with that situation wa kushughulikia hali and hiyo come out victorious na utoke ukiwa and mshindi give Him glory. na umpe So utukufu. any
anything Kwa hivyo kitu that is going chochote to stand against you ambacho kinaenda kusimama kinyume and nawe cause you shame na kikusababishie aibu and trod on you, na kiweze kukukanyagia chini and you don't have strength, na usiwe na it is nguvu, not of God. si cha Mungu. It is worth fighting back. Inastahili kupingwa, And for you to fight it back, na kwako wewe kukipinga you need to be equipped unahitaji kuvikwa so that you are strong enough to stand. ili kwamba uwe dhabiti vya kutosha kusimama. I want to tell you, Nataka nikwambie better ni afadhali cry before God ulie mbele za Mungu than to cry before Satan. kuliko kulia mbele ya shetani. Better be crying before God, Ni afadhali wewe unalia mbele za Mungu seeking his ways, ukitafuta njia seeking zake, his intervention, ukitafuta kuingilia kati than to kwake, live a careless Christian life kuliko kuishi maisha ya kiholela ya Kikristo and you end up crying before Satan all the time. na uishie kulia mbele za shetani wakati So wote. salvation Kwa hivyo wokovu brings power unaleta and nguvu authority na mamlaka over Satan. juu ya shetani. Amen. A very freshly born again Christian Mkristo ambaye ameokoka tu hivi majuzi is more precious before God ni wa dhamana sana mbele that za Mungu, God would bring out ya kwamba Mungu atatokeza, all the weapons of warfare atatoa silaha zote za of vita heaven za to mbingu defend that Christian. kumtetea huyo Mkristo. Praise the Lord. Bwana sifiwe. That's why the Bible says in Amos chapter 6, Ndio sababu Biblia inasema katika Amosi 6, which is our provocative scripture, ambalo ni andiko letu la kuchochea, kuchochea na kutukemea. la kutuchochea na kutukemea. The Bible says, woe unto them that are at ease in Zion. Biblia inasema ole wenu ninyi mnaostareheka na kuridhika Meaning, katika Sayuni. God is saying, Kumaanisha Mungu anasema salvation wokovu and the life in the family of God na maisha katika familia ya Mungu is such a blessed life. ni maisha yalobarikiwa namna hivyo, It has such power, yana nguvu, it has such authority, yana mamlaka, it has such victory yana ushindi, that God ya kwamba Mungu is really shocked anashangazwa that there sana are people ya kwamba pana who watu belong to that family ambao ni wa hiyo and jamii yet they are careless, na ili hali wao ni watu wasojali, not to bother hawajalishwi, when they don't experience those things God has spoken. wakati hawahisi vile The vitu ambavyo Mungu amezungumza, Promises of God ya kwamba ahadi za Mungu are for the children of ni God. za watoto wa Mungu. And if you are a child of Na God, ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu, then you can look at the life children relate with their parents. basi unaweza kuangalia maisha ya watoto namna wanavyohusiana na wazazi wao. Dadi, Umeona kuna chakula? Ndio. Umeona hiyo keki nimeweka hapo? Ndio. Nimewaletea. Sasa mkitoka shule mtakula. Sasa muhakikishe tu ya kwamba ukirudi uingie kwa jikoni na ukaweze kusafisha masahani. Hakikisha kila kitu iko sawa. Alafu kila kitu ikishakuwa sawa, alafu sasa utaambia Tom aweze, kwa sababu yeye ni mrefu anaweza kufika huko juu. Utamwambia Tom hata kama ni kupanda, tafadhali usipande stool kwa sababu unaweza teleza. Ambia Tom ataleta, alafu atatoa, alafu utakula. Na ukiangalia hiyo nyumba kuna harufu ya cake iko ndani hapo. Ndani ya hiyo nyumba kuna harufu ya ndizi ambayo inaiva hivyo. Si huwa iko na harufu mzuri? Harufu mzuri na nukia mzuri. Ndani ya hiyo nyumba ukisikia kuna dalili ya kwamba kuna samaki ambayo ilikarangwa vizuri, bado harufu yake bado iko kwa masufuria na sahani. Ni vile tu ilitolewa imewekwa kando. Si unajua mahali mama yangu alikuwa anaweka, iko vitu ndani ya hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mzazi amesema kwamba tutakula.
lakini amesema kwamba baada ya nyinyi kufanya hii na hii tutakula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna uwezekano ukiwa na mzazi mwaminifu kwa maneno yake, ikiwa hautafanya sehemu yako, hautafurahia hiyo keki. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia kuhusu guka yangu, babu yangu. Kama wewe ni mtoto, Gordon ataelewa hiyo lugha. Unaitwa Jakdora. Jakdora ni mtu ambaye afanyi nini? Akubali kutumwa, hatumiki, yani hajitumi. Bwana asifiwe. Ni mtu ambaye you cannot be relied on. Hauwezi tegemewa. Babu yangu alikuwa na adabu moja. Kama wewe ni Jakdora, in the course of the day haujafanya, watu walikuwa wameenda kuangalia kondoo, wewe haukufanya hiyo, ama alikuwa pia na sport punishment. Anakupea kamba ufunge kwa nini? Kwa fito hivi, anakupelekea hivi, anakupea kamba hivi ya size, ushike upande ule. Anaona unaregea huko, anangoja wakati sasa umeamuka na unaleta hiyo, na anashika hiyo kidole chako, anafinya kwa hiyo fito hiyo. Umepata punishment yako saa hiyo. Mumemalizana tu, wewe umeamuka unaendelea na kazi. Lakini kuna ile ambayo itakungoja wakati wa chakula. Atasema hivi, leta maji watu wanawe. Chakula imeletwa kwa meza. Jamani, wewe ni baadhi ya wale ambao mumehusika hata kuleta hiyo chakula kutoka kwa jikoni. Walikuwa wananiita Jakatina. Jina yangu moja ni Jakatina. Usiniite na hiyo. Haya, hata Jakatina, huyo ni shushu. Kujeni mchukue chakula. Tumekimbia kwa jikoni, naleta chakula, inawekwa kwa meza. Babu anangoja tu. Chakula imeletwa, alafu anasema watu wanawe. Atakwambia nawisha watu. Unanawisha watu, unajua uko na furaha. Anasema ombea chakula. Utaombea hiyo chakula. Alafu sasa wewe unataka kukaa. Kwa nini? Wewe ni mtoto ndo unaingia kwa mesa, unataka kukaa hivi. Atakwambia we keti hapa. Maneno yameharibika. Sasa unaambiwa uketi chini karibu na yeye. Yeye yako hapa, iko mesa hapa, amekaa hapa, iko mesa, lakini wewe unakaa hapa. Alafu saa hiyo ameleta, kuna kiboko fulani inaitwa powo. Ni mrefu hivi. Ameiweka hapa karibu. Akasema yule asiyetumika hakuli. Wewe utakaa hapo, kila mtu atakula. Watamaliza, wakishamaliza hawaguzi masani. Unaambia amuka. Na unajua sio chakula chetu haikuwa chakula ya kubakia. Sasa unajua hiyo haikuwa chakula yenye inabakia, alafu sasa mtu aseme ya kwamba atafanya nini? Mtu aseme ya kwamba nitakula mdomo ya watu. Hakuna mdomo. Wameenda wamekula midomo yao, imeisha yote. Hakuna mdomo ya mgeni. Chukua hizo masahani, unachukua unaenda. Utazisafisha kabla ya watu kulala na haujakula. No, ndani ya hiyo boma watu wamekula, kuna chakula. Yako ndiyo hakuna, kwa sababu wewe ni goigoi, wewe ni mvivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako ni yako. Sio ati watu wamelala njaa kwa hiyo boma. Hiyo ni adabu. Hiyo ni tabia. Wazazi wakitaka kukuza tabia mzuri, wanapitisha watu wengine katika hali ya kuchukuliwa hatua kinyume na matendo yao, na wanakosa kufurahia mambo fulani ndani ya hiyo nyumba. Nani alikuwa na wazazi ya aina hiyo?
Nani amewahi kusikia kwamba kuna watu wako na wazazi aina hiyo? Si umesikia sasa kuhusu yangu? Kumbe nyinyi mliishi kwa raha sana. Okay. Now, Proverbs chapter number 22 verse number 29. Kwa hivyo Mithali 22 mstari wa 29. I'm just encouraging us on Amos chapter 6. Ninatuhimiza tu katika Amosi 6. Ole wenu mlio starehe Sayuni. Nikitaka kutumia lugha nyingine sasa kimabano, naweza kusema ya kwamba huko mahali nilizaliwa walisema ya kwamba fisi ameishi ndani ya shamba la miwa, lakini hajui ya kwamba miwa ni tamu. Nani amewahi kusikia sehemu ya aina hiyo? Fisi ameishi ndani ya miwa, lakini hajagundua ya kwamba hii miwa anaweza kuitafuna. Anaishi huko ndani. No, wenye wanafukuza yeye ndani hapo, wengine ni wezi ya miwa. Wameingia tu kwa miwa kuvunja miwa ya mtu, anakimbiza huyo fisi. Fisi anaishi hapa ndani, lakini anashangaa, kwani huyu mtu anachukua rungu anataka kunipiga? Hajui ya kwamba hiyo rungu ni chakula. Nani ananipata? So anasema ole wenu mlio starehe Zayuni. Ni kumaanisha kwamba ole wenu ambao hamjamakinika. Nyinyi ni wenyeji, nyinyi ni baadhi ya wale watu ambao yafaa mkaweze kufurahia mema ndani ya hiyo familia ya uokovu, lakini hamfurahii. Kwa hivyo anatupea changamoto ya kwamba tafadhali mshutuke, wacha kukaa tu, jiulize maswali. Kwa nini yangu ni tofauti? Kwani mimi ni nini mbaya na mimi? Na ukikuta kuna kitu mbaya uishughulikie. Amen. Praise the Lord. Amen. Lakini mwisho ya mambo ni ya kwamba Mungu atarejesha, na anataka kurejesha. Amen. Chochote kile ambacho umepoteza. Amen. Kile ambacho utalilia Mungu ni kwamba Jehova, nisaidie, ni nini lazima nifanye? Na amesema tutasoma hapa. Hebu soma Proverbs 22 verse number 29. Inasema nini? Biblia inasema Je, unamwona mtu stadi katika kazi yake? Atahudumu mbele ya wafalme, hata hudumu mbele ya watu duni. Did you hear that? Seest thou a man diligent in his business? Seest thou a man speedy? Seest thou a man committed? Seest thou a man devoted? Tazama mtu aliyejitolea. That man will not stand Huyo mtu before mean men. Mbele ya watu duni. Mean men means watu duni yamaanisha that person yule mtu will not suffer lack. Hatateseka kukosa. Kusimama mbele ya watu wachoyo ni kumaanisha kwamba utakuwa unaombaomba. Ninasoma neno la Mungu. Sisomi hadithi, kitabu ambacho kimeandikwa na profesa fulani. Ninasoma neno la Mungu ambayo imeandikwa na Mungu mwenyewe. Amos 6 anasema ole wenu mlio starehe Sayuni. Methali 22:29 inasema ya kwamba ukiangalia mtu ambaye amekuwa committed, mtu ambaye ameweka umakinifu wake kwa kile ambacho anatenda, huyo mtu atasimama mbele ya wafalme. Ni kumaanisha kwamba huyo mtu atafurahia kibali kikubwa. Haleluya. Now, mafundisho haya ni mazuri sana kwa watu ambao wamekuja Mombasa, sio kuabudu. Mlikuja Mombasa kutafuta ajira
ibada ikawapata hapa Mombasa. Mnaweza hata kuabudu vijijini vyenu, sio ni kweli? Yes. Si tuko na watu wa toba na utakatifu huko kijijini? Mnaweza kujiunga na wao huko, na mambo ya toba na utakatifu itaendelea, mambo ya wokovu itaendelea. Lakini nyinyi mulihama kwa sababu mulikuja kutafuta ajira. Kwa hivyo mambo hayo mawili lazima yaweze kuonekana ya kwamba inafaulu. Na petrol ama fuel ya kufanya mambo haya ya faulu ni wokovu wako. Sasa wokovu wako ndio ile engine, ndio ile fuel ambayo inakimbiza hiyo engine ya ukamilifu ya mambo. Yatakamilika tu wakati wewe binafsi utajiangalia na ujue ya kwamba haukuumbwa na shetani, uliumbwa na Mungu, na utafute huyu Mungu aliponiumba alikuwa na mpango wowote kwangu, na utapata alikuwa na mpango. Na amesema ya kwamba mipango yake sio gani? Sio mabaya. Akasema ya kwamba I have a good plans for you. Kwamba nina mipango mema kwa ajili yako. Anything bad is not of God. Kitu chochote kilicho kibaya si cha Mungu. If God allows anything bad to happen, ikiwa Mungu ataruhusu chochote kibaya kifanyike, kwa mfano, if God allows you to go through a tough moment, ikiwa Mungu atakuruhusu pitie wakati mgumu, then if it is his will, basi ikiwa ni mapenzi yake, he will allow you to go through that tough moment. Atakuruhusu pitie huo wakati mgumu. Two things. Vitu viwili. As a discipline, kama ni adabu, to teach you, ya kukufunza, to correct you, kukurekebisha. Number one. Ya kwanza. Number two, ya pili, he can only allow a tough moment, anaweza tu kuruhusu wakati mgumu, for him to toughen you. kwake yeye kukufanya uweze kukua No, he wants to use you to accomplish something anataka kutumia ili aweze kutimiza more kitu glorious than what you are doing. kilicho cha utukufu zaidi kuliko kile He wants you unachofanya. to experience a great victory. Anataka uweze kuhisi na kupata ushindi That mkuu, he would take you to a training field. ya kwamba atakupeleka kwenye uwanja wa mafunzo. The children of Israel, Wana wa Israeli, God promised them where? Canaan. ya kwa Mungu aliwaahidi kwamba Kanani, And God told them about the things that are there in Canaan. na Mungu akawaambia kuhusu vitu vilivyopo Kanani. Now it is said Inasemekana that Canaan ya kwamba Kanani was a short distance ilikuwa ni sehemu tu fupi, umbali wake ulikuwa ni mfupi for tu them to walk. kwa watembee. There was a shortcut. Palikuwepo na njia ya mkato. If you look back to the journeys of Israel, Ikiwa utangalia ramani ya safari ya wana wa there was Israeli, a shortcut. palikuwepo na njia ya But God mkato. knew, Lakini Mungu I'm alijua taking these people to a very glorious land. ya kwamba ninawapeleka hawa watu katika nchi ambayo ni ya utukufu These mno. people have been in slavery Hawa watu wamekuwa and utumwani, worshipping idols here. wakiabudu vinyago na sanamu hapa. I don't want them to go there in Canaan Sitaki waende kule Kanani and worship idols. na waabudu sanamu. So he's preparing them Kwa hivyo anawaandaa in the wilderness kwenye jangwa, through a long path kupitia safari, njia to refu, prepare them, kuandaa so that wakifika ili kwamba wakifika hawataki kuona chochote kinachoitwa sanamu. wasitake kuona chochote kinachoitwa sanamu. No, Mungu anawaambia in the book of Numbers, I think, is it Numbers 33 verse 50 something? He says ya kwamba when you go into that city, please destroy all their idols. Anasema mkiingia katika mji huo muangamize kila vinyago, Don't leave any. msiache chochote. Because if you don't destroy Kwa sababu ikiwa hamtangamiza those things, hivyo vitu, those people hao watu will become speckles, thorns in your eyes. watafanyika miba kwenye macho yenu. Okay, sikia sasa. Nani mchanga imewahi ingia kwa jicho lako? Mchanga tu. Ni starehe. Mchanga. Okay. Numbers 3. Nani amewahi moshi ya welding, moshi ya wale watu kizito, unanielewa vizuri?
moshi ya welding imewahi ingia kwa macho yako? Inakaa kana kwamba machuma iko ndani. Itakaa kana kwamba moshi itakaa kwa macho yako kama mchanga. Huwezi lala. Na kumbuka, Biblia inasema ya kwamba mkiwacha sanamu kwa hiyo nchi mnaingia. Anasema kwamba mkiokoka na kutoka kwa ufalme wa giza, inafaa mkaweze kuishi bila kukubali kuruhusu aina yoyote ya ibada ya sanamu kati yenu. Anasema mkiwaruhusu kuishi pamoja na nyinyi, zitakuwa kama miba katika macho yenu. Sasa kumbuka, tumeongea kuhusu mchanga kwa macho, tumeongea kuhusu moshi kwa macho. Usimame tu hapa na uangalie welder akiwa huko ana weld hivi. Ile spark, ile nguvu ya ile moto, ukiangalia hivi itakaa kana kwamba alikuwa anachoma jicho lako ukirudi kulala. Na sikiza sasa, Mungu anasema ibada ya sanamu ukiruhusu itakaa kana kwamba miba. Can you imagine miba ndani ya jicho lako? Miba ndani ya jicho lako. Idunge wapi na idunge wapi tena? Just imagine. Mungu, hivyo ndivyo Mungu. Now sikiza, miba iko ndani ya macho. Macho ya nani? Macho ya mtoto wa Mungu. Haikufanyi usikae mtoto wa Mungu. Unabaki ukiwa mtoto wa Mungu katika familia ya Mungu, lakini kuna miba ndani ya macho yako. Nani anapata? Kustarehe Sayuni ni hatari sana kwa watoto wa Mungu. Itafanya wale walio nje wakiangalia maisha yako hawaoni kitu chochote ambacho inaweza kuwavutia. Yani kitu cha maana ambacho wanaweza kusema ya kwamba huyu mtu alikuwa amechapwa na maisha, alikuwa ameharibiwa maisha, lakini ameamua kuokoka, lakini hata bado hakuna tofauti tunaona ndani yake. Hiyo ndio sababu Mungu akileta urejesho anadili na nini kwanza? Anadili na kitu yenye watu wanaweza ona. Kama haukuwa na sukari, analeta nini? Mungu pia anataka ajionyeshe. Watu wale walio nje wanataka kuona vitu ambayo wakiangalia na macho yao hivi wanaona. Na Mungu atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sijajua ni kwa nini Mungu ametuelekeza kwa hii injili ya chakula ya tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu inafaa ikaweze kurejesha maana katika maisha yako. Lakini anasema ole wenu mlio starehe. So what does God want us to do? Basi je, Mungu anataka nini? He said in the book of Joel chapter number 2. Alisema kwenye kitabu cha Yoeli mlango ni wa 2. Verse number 25, if you go up to 32. Akasema, and I will restore unto you. Mstari wa 25 hadi 32 na anasema nitawarejeshea. Promised to restore. Hivyo amekurejesha. Sasa Mungu anataka saa hii. Vile tunaongea kesho, mimi naondoka, ninaenda kuanzisha kirasmi to launch the Bible school. On Saturday launching the Bible school and coming back. Tazindua kama shule, nini? Chuo cha Biblia kisha nirejea. Kama nani? As the chairman of the board of directors for the Bible Training College. Now, no keti tu. Ati sasa mimi nakaa kwa mikutano, tumekuwa na mikutano na ninaitwa please chair, can you address the meeting? Ina address watu wakubwa sana. Chair. Sasa chair, karibu wanataka kusahau jina yangu ya reverend hii ya kuwa askofu. Chair. So I'm just leaving. Nitafika huko Kisumu saa 3 ya asubuhi.
natumia SGR usiku, nikifika Nairobi tachukua ndege alafu nifike Kisumu saa 3, niwe kwa mkutano mpaka saa 6:30. Chairman ameongea, nimeaddress wakubwa na kuaddress wanafunzi, alafu chairman akimbia saa 8 achukue ndege. Chairman anarudi Mombasa kwa ibada on Sunday. No, seest thou a man diligent in his business? Je, umemwona mtu aliyestadi katika kazi yake? He will not stand before mean men. Hata simama mbele ya watu duni. Wacha nikwambie, kuna kitu ndani yako, amen, ambayo Mungu anataka akaweze kuilipua, aweze kukutangaza ili watu waone Mungu kwa maisha yako. Amen. Hey. The Bible says, Biblia inasema, there is a gift in a man, pana kipawa ndani ya mtu, but the Spirit of the Lord lakini Roho wa Mungu gives it expression. anaipatia So kudhihirika. Bwana akirejea kwako, kile kilicho ndani yako anataka ailipue, itangazwe. Amen. Watu wengine wanaweza kuidharau. Look, hauhitajiki kuwa umesoma sana ndio Mungu akutangaze. Unanipata? Kwa sababu unaweza kusema kwamba kuinuliwa ni ya watu ambao wamesoma. Hauhitaji. Unahitaji kibali ya Mungu. Kibali cha Mungu ni kubwa kuliko elimu. Amen. Ona, kuna amri jeshi anaitwa Naaman. Yeye ni mkubwa sana, hakuna uniform yake, ni mtu wa heshima, lakini ana shida yake ni ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu analipua karama yake ndani ya msichana wa nyumba. Msichana wa nyumba anakuwa mwokozi kwa amri jeshi, kwa kamanda mzima. Ni mtu ambaye kamanda akiingia kwa nyumba sema, na kama alizaliwa huko Tanzania anasema, naomba nikuletee chai. Naomba. Nilienda Tanzania tukajifunza hii kitu ya naomba. Askofu wa Ruingi akasema, Israel, tuachane na hii kitu. Sisi Wakenya wanajua kwamba kama unataka kitu unataka, mwambie kwamba nataka chai. Waachane na hii kitu ya naomba. Hao watu wanataka ati naomba nikunawishe mikono. Naomba. Nani yako na njaa? Mimi ama wewe? Nikiona umesimama na karai inafaa nisimame. Naomba mukule. Katika udogo wake, uduni wake, aliokoa kamanda. Akaambia mke wa kamanda ya kwamba nafikiri ni kwa sababu alikuwa anasafisha manguo zao. Saa nyingine anaweza kuona kwa vest ya kamanda kuna damu na uzaa imebaki hapa, ama kuna ngozi ambayo imebaki, anaisafisha kwa laundry. Pengine anaona, anasema kumbe mkubwa yangu anateseka sana. Lakini unajua kila kitu imefichwa ndani ya uniform. Kini akamwendea mama wa nyumba. Unaona vile hako na heshima. Hakumwambia kwamba kamanda iko kitu nataka nikuambia kwamba kumbe mke wako hajali. Kwa nini hajawahi kuona hii? Angekuwa amekwambia kwamba na anaona manguo zako. Akaenda kwa mke wake akamwambia, kama bwana wangu angejua kuna mtumishi wa Mungu mahali, kama angejua aende, ugonjwa itaenda. Sasa ilikuwa inabidi sasa mke ndiye aongee na mume wa hataki kusikia. Mjakazi amechunga nafasi yake, anajua jinsi ya kuongea na mwenye nyumba. Anaongea na mwenye nyumba kupitia kwa mama. Mama akamwongelesha, wakapata kumbe
kuna kitu kizuri hapa. Walibeba mali. Ubarikiwe sana binti. But just before you go, binti Rosemary, tulipokuwa hapa Sunday na akaona wapendwa waliotoka Kinango, na akaona mwenda wazimu ambaye Mungu alimponya, alafu akaangalia watoto wake, kumbe aliona watoto wa huyo mama, akasema ni kweli inaweza kuwa tuko na manguo ya kuvaa na hawana manguo. Sasa Mungu ameguza moyo wake na anatamani sana sisi pia tuguzwe katika mioyo yetu. Mungu amemguza, sasa anaomba ya kwamba tukaweze kuitikia na tukaweze kuandaa manguo, alafu tununue hata chakula. Ukiona mtu nguo yake sio mzuri, ujue pia chakula chake sio mzuri. Sio ni kweli? Tulisema Mungu anarejesha nini kwanza? Anarejesha chakula kwanza, ndio watu waweze kuvaa nguo. Sasa akasema kwamba tutafanya mradi ya kusanya chakula na kusanya manguo, alafu tuende Kinango, tuende tubariki wale watu wa Kinango. So tutafanya vizuri sana. Nitatangaza tena Sunday. Bwana Yesu asifiwe. So tafadhali, atakuwa akisanya. Mungu amemwokoa. Mkiona huyu dada sasa ngine hajavaa holy coat kama wewe, holy coat zake zimechomwa. Umesikia nikiongea kuhusu mtu amelipuliwa na baraka kubwa, mwenye anachoma holy coat yake? Kwa sababu yake Mungu ametembelea huyo mzee kwa njia kubwa sana. So ukiona hajavaa holy coat ni kwa sababu anapitia jaribio, vita ambayo amekuwa nayo tangu nimjue tukuje hapa Mombasa. Ni ya kwamba familia yake ni mchungaji, mume wake ni mchungaji, lakini hajafika kiwango cha kuitikia kukuja kwa toba. Kwa hivyo moyo wake bado unapinga. Ili asikie Jesus is Lord Radio, saa nyingine anaenda kwa choo. Na unajua huwezi kuishi kwa choo. Mume wako atakwambia kwamba, na kwa nini unakaa sana kwa choo? Anaingia kwa choo ili asikize Jesus is Lord. Na akipatikana iko kitu ameweka kwa masikio, ati kwa pilo anasikiza kitu, zinachomwa. So, hiyo ndio maisha yake. So ukiona yeye amevaa skirt, ujue ya kwamba yeye anapitia. Nilimwambia kwamba tafadhali vaa. Ukiona amevaa hivi, umejifunika sana, sivyo? Hivi amejifunika sana. Majaribio yake ni ile kuambia kwamba vaa hot pant. Mnajua suruali moto? Mungu akubariki sana. No, yeye anaenda mbinguni kupitia kwa hiyo changamoto. Unajua saa nyingine unaweza kuniambia, dadi, unajua mume wangu ni mlevi sana, na mimi unajua nimeokoka, na mwili wangu ni hekalu ya Bwana, siwezi kushirikisha mwili yangu na mlevi. Dadi, mimi naondoka. Majibu yangu huwa ni mafupi sana. Kwa naambia watu, tafadhali, hautakuja kuishi kwa nyumba yangu. Uko yako ili kukuja kuishi kwangu. Kwangu inatoshea tu mama peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Rudia Mungu ni muhimu. Tutamrudia mpaka ile siku Yesu anakuja kutuchukua. Bado tutakuwa tunamrudia ili tukaweze kuwa na mfano kama yeye. Amen. I want you to lift your hands before the Lord. Nataka uinue mikono yako mbele za Bwana. And take 2 minutes before him. Na uchukue dakika 2 mbele zake. We are talking about restoration. Tunazungumza kuhusu the urejesho. level of our return determines the level of our restoration. Kiwango cha kurudi kwetu kinaamuru kiwango cha urejesho wetu. And that's the reason why David tells him, "Oh Lord, na ndio sababu Daudi anamwambia, search me, O Lord, nichunguze, Bwana, and see if there is any unrighteousness in me." Na uone
ikiwa kuna and njia lead yoyote me ya in the majuto, life everlasting. na uniongoze katika njia ya I uzima want you to go milele. before the Lord. There are areas in your life that you need to repent before Him. Nataka uende mbele za Bwana. Kuna Just sehemu tell Him, katika Lord, maisha yako ambayo unahitaji kutubu I have mbele zake. discovered I have not returned enough. I have not returned to you enough. Mwambie Bwana, nimegundua sijarudi kwako vya I have not kutosha. returned fully to you, O Lord. Sijarudi vikamilifu And Bwana. today again I return to you Na in leo mara repentance, tena ninakurudia katika toba. confessing my sins before you. Nikikiri dhambi zangu mbele zako. I have lived a casual life. Nimeishi maisha ya kawaida I have tu. not treated salvation with great concern. Sijauchukulia wokovu na kujali kukuu. I have not treated salvation with deep commitment. Sijauchukulia wokovu na kujitolea kukuu. I have not returned to you with the whole of my heart. Sijakurudia na moyo wangu wote. My mind has wavered and wandered away. Nia yangu imeyumbayumba na kutangatanga But Lord, I mbali. return to you today. Lakini Bwana, ninakurudia And I leo. ask you to forgive me, Na Jehovah. ninakuomba unisamehe Wash Yehova. me, oh my Father. Unioshe Baba yangu. Forgive me my rebellion. Unisamehe uasi wangu. Forgive me my complacency. Unisamehe kuridhika kwangu. Forgive me my lack of trust in you. Unisamehe kutokukuamini wewe. I have trusted my own strength, Nimeitumainia nguvu yangu mwenyewe. forgetting that you are the Lord who teaches my hand to make wealth. Nikisahau kwamba ni wewe Bwana ufundishaye mikono yangu kutengeneza Forgetting that utajiri. all that I have is from you. Nikiwa nasahau kwamba vyote nilivyo navyo vinatoka kwako. That you are the Lord that teaches my hand to war. Ya kwamba ni wewe ndiwe Bwana ufundishaye mikono yangu vita. You teach my fingers to battle. Unavifundisha vidole vyangu namna ya kupigana. Everything I have is because you have allowed me. Kila kitu nilicho nacho ni kwa sababu umeniruhusu. But the pride of life has made me to think I am able on my own. Lakini kiburi cha maisha kimenifanya niwazie kwamba ninaweza Forgive me, mwenyewe. O Lord. Nisamehe Wash me, Bwana. O Lord. Nisafishe Bwana. Breathe over my life again, O Lord. Pulizia pumzi yako juu ya maisha yangu tena. And help me, my Father, Na unisaidie Baba to yangu. walk right before you, Kutembea sawa mbele to please zako. you with my life, Kukupendeza na maisha to hate yangu. sin, Kuichukia dhambi. to hate unrighteousness, Kuchukia kutokuwa na that I haki. may walk in purity. Ya kwamba nikatembee katika In the usafi. mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. In the mighty name of Katika Jesus. jina kuu la Yesu. In the mighty name Katika of Jesus. jina kuu la Yesu. In the mighty name Katika of Jesus. jina kuu la Yesu. Wash me with the precious blood. Nioshe kwa damu ya dhamani. And help me, my Father, Na unisaidie Baba yangu. to please you, O Lord, Kukupendeza Bwana. that I may experience your true Ili salvation nikaweze kuhisi wokovu wako wa kweli. and the benefits that accompany salvation. Na faida zinazoambatana na wokovu. Help me to hate sin Nisaidie niichukie dhambi. and to love Na righteousness, nipende uhaki. to love holiness. Niupende utakatifu. Just tell him, Lord, I surrender to you Mwambie tu again. Bwana, ninajisalimisha kwako tena. My life that you may lead me. Maisha yangu kwamba upate I kuniongoza. invite you into my life today again. Ninakualika maishani mwangu mara tena. The Lord, you touch me with your mercy. Ya kwamba Bwana ukaniguze kwa rehema zako. Lord, bring revival in my life, Bwana ulete uvuvio katika maisha yangu. that I will love you the more, Ya kwamba nitakupenda hata that I will zaidi. walk with you the more, Ya kwamba nitatembea nawe hata zaidi. that I will devote my life to you the Ya more. kwamba nitatoa maisha yangu kwako Take charge zaidi. of my life, O Chukua Lord. usukani wa maisha yangu Help Bwana. me, my Na Father, unisaidie Baba to yangu. overcome every form of sin Kushinda kila aina ya dhambi. and to uphold Na holiness kushikilia uhaki. in my family, Katika in familia my yangu. household, Katika nyumba yangu. in the work of my hand, Kazi za mikono yangu. in my business, O Katika Lord, biashara yangu Bwana. in the office, O Lord, Kwenye afisi Bwana. in the field, O Lord. Kwenye uwanja Bwana.
My Father, Baba yangu, be gracious to me uwe wa neema kwangu today leo, and help me to overcome. na unisaidie kushinda In Jesus' mighty name. katika jina kula Yesu. Amen. Amina. I want us to return to him together. Nataka tumrudie pamoja. Pamoja tuinue tu mikono yetu tuombe kwa pamoja. Sema, Bwana Yesu mkuu, jioni ya leo ninakurudia katika toba. Naomba unisamehe, unitakaze, nisafishe. Nimerudi kwako tena ili uwe mwokozi wangu. Na Bwana, ninaomba nikubali, niruhusu, nifurahie wokovu kamili katika utakatifu. Nitie nguvu kushinda maovu, kushinda shetani. Kwa jina lako Baba, unitie nguvu. Kwa jina lako na kwa neno lako Baba, unitie nguvu. Niko tayari kukufuata. Karibu Yesu, niongoze katika jina takatifu. Nimetubu na kuamini. Amen. Wacha tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu umekuwa mwema kwetu na umekuwa mwaminifu sana. Umetuonekania katika upendo mkubwa, na kupitia kwa neno lako umetuongelesha, ewe Mfalme, jinsi tulivyoomba hapo mwanzoni ya kwamba ukanene nasi. Hakika umenena nasi, umetukemea, umetutia nguvu, umetupea maarifa yako. Na Bwana, sasa ninaomba nikikabidhi watu wako ya kwamba kila mmoja, Mfalme wa ajabu, kaweze kuwaonekania katika njia speshali, unaporejesha mambo katika maisha yao, mambo katika uokovu wao, mambo katika kujitolea hata kwa utumishi wako kama watumishi wako, mambo ya kazi zao, mambo ya biashara zao, mambo ya familia zao, mambo ya jamii yao. Baba, ninaomba ukalete urejesho. Tumesikia ushuhuda ya urejesho wako unapotetea watu wako. Umetetea watoto wako na umewaonekania Mfalme. Wacha ikaongezeke katika maisha ya kila mmoja wetu ambaye amekuja katika mkutano wa leo. Ninaomba baraka zako tele tele juu ya maisha yao. Baba, uwabariki katika utakatifu, na uwabariki katika utwalizi, uwabariki katika afya, uwabariki Jehova, unapoinua taa yao, unapoinua pembe zao, ili wakaweze kufaulu na wakaweze kuona uzuri wako, na watu wa ulimwengu wakaweze kuona wewe maishani mwao, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Yeyote anayetafuta kazi, ninamkabidhi mkononi mwako, ya kwamba sasa Bwana ukafungue njia na ukalete kazi wanaokutarajia Bwana, ili ukaweze kuwainua ama kupanua kazi zao ama biashara zao. Ninazikabidhi hizo shughuli mikononi mwako, ya kwamba Bwana ukaachilie pumzi yako, pumzi ya uzima katika kazi, uzima katika biashara, uzima katika hali ya kutafuta kazi. Waonekanie Mfalme, leta urejesho, fanya urejesho Bwana, ili wafurahie wokovu wako, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Nimekushukuru, nimekuinua katika jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba na atakuamini. Amen.